Welcome back guys to the Chemtech TV. Leo tumekutana na kijana mmoja wa DIT, ametuletea project moja ambayo inaitwa angayetu.online. Sasa tunapenda kujua zaidi kwa nini alikuja na angayetu.online, nini hasa kilimfanya atengeneze hiyo project, na pia itaenda kuleta manufaa gani katika jamii ya sasa ya Kitanzania hasa nikimaanisha. Bila kupoteza muda, tungependa kumjua na kwa nini angetuelezea process, nini kilimfanya hasa atengeneze. Nashukuru. Kwa majina naitwa Mohamed, mwanafunzi wa chuo cha taasisi ya teknolojia Dar es Salaam JIT, na tumesoma baadhi ya vitu kwa vile niko sadia, tumesoma baadhi ya languages, programming languages nyingi. Kwa hiyo nilikuwa napenda sana kucode for fun. Kwa hiyo nikaja nikapata hii idea kwamba kwa nini nisitengeneze mfumo fulani, kwa hiyo kasaidia watu fulani. Kwa hiyo tatizo ambalo nilifikiria la kwanza ni taarifa za hali ya hewa zipo. Taarifa ni kupata mkononi hapo kwa hapo yani. Yaani hapo kwa hapo nataka ujue hali ya hewa sehemu eneo lipo. Kwa sababu ilivyotengeneza ile ni kwamba kushagia kwenye angayetu.online moja kwa moja. Unaenda pale kwenye angalia hali ya hewa, ushaangalia hali ya hewa. Pale utaingia allow location kwa sababu ina request detect location yako ulipo. Kwa hiyo popote ulipo pale itakupa prediction ya weather na hali ya hewa ya siku 3. Na juzi tumejaribu hapa, ilikuwa imepredict kwamba kesho kutakuwa kuna mvua. Tukaona kwamba ilinyesha mvua Dar es Salaam baadhi ya maeneo. Kwa hiyo ndo yani idea ilikuja huko, lakini kiufupi natoa prediction kwa wakulima, natoa prediction kwa watu wa kawaida, wengine wanataka kujua hali ya hewa na wanaosafiri. Okay. Pia tungependa kujua ikitokea mtu yoyote amesikia kuwa kuna product inaitwa angayetu.online, je, inapatikana maeneo gani? Web browser au ni website au ni app, ili tuweze kujua mtu yoyote aweze kuiangalia. Hii kwa sasa hivi ni host for free, ni bure. Natumia unaingia tu kwa sababu nimefanya for fun kama unavyoona. Kwa hiyo nimehost kwenye domain ya angayetu.online kama utakavyoonyeshwa hapo. Na hii kwa sasa ni bure. Sasa ukaingia ukatumia no any charges kwa sababu ni limited to report. Hapo utaingia kwenye hii sehemu ya angalia hali ya hewa, utabonyeza, ishafunguka. Kuna option mbili. Unaweza ukaiacha detect location yako lakini utabidi uallow. Lakini pia kuna manual, unaweza ukachagua eneo. Kwa mfano mimi sipo Dar lakini nataka kesho niende Iringa. Nataka nijue hali ya hewa Iringa, ushaona. Kwa nitakuja kwenye mkoa, nitachagua Iringa. Ngoja nichague Iringa hapa. Au tuseme tuchague Tabora. Wilaya. Ngoja tuchague mkoa ambao tupo kwa mfano Dar es Salaam. Tanga, ushaona. Sawa. Kwa hiyo hii itakuletea moja kwa moja hali ya hewa. Itakuletea hapa joto lilikuwepo, kiasi cha joto, hali ya hewa gani, kuna mawingu, kuna mvua, itakuletea humidity au idadi ya drops kwenye atmosphere. Lakini pia itakuwa na prediction ya siku 3, kwa mfano tabiri hali ya hewa kesho. Kama unavyoona hapa, kesho Tanga itakuwa kuna thunderstorm, kesho kutwa kutakuwa kuna thunderstorm, alafu Jumatano itakuwa kuna mvua ya kawaida pamoja na temperature zake, japokuwa inabadilika kila muda. Hii inabidi ucheki kila muda kwa sababu huwezi ukaamua yani ukasema ucheki moja kwa moja kwamba utabiri siku 3 afu, kwa sababu tunavyojua climate ni long term lakini weather ni inabadilika yani anytime. So unatakiwa ucheki anytime kwamba kuna hali ya hewa gani. Alafu hapa pembeni hapa kuna mapendekezo. Pendekezo kwa wakulima, inatoa mapendekezo. Kwa mfano kama inaona kuandika hali ya mawingu inafaa kupanda mimea mpya la kutosha. So na suggestion inatoa hapo. Kwa hiyo unaweza ukaialau ika detect pia location yako automatic. Lakini jinsi gani hizo taarifa zinapotoka, nimetumia open source API ambayo inaitwa Open Weather API. Hii inachukua taarifa kutoka NASA, japokuwa ni bure mwanzoni ukiwa unaanza, lakini ukiwa kuna users wengi wanaongezeka itabidi ufanyaje? Uswitch kwenye premium. Mimi cha kwanza nilichowaza yani ni mtu avale taarifa kwenye simu na avale taarifa eneo alilokuwepo yeye mwenyewe pale alipokuwa. Unajua kuna taarifa zinakuja yani inaweza ikaja taarifa ya hali ya hewa lakini inakuwa ni general. Mfano kama Dar es Salaam ni general, lakini ile sehemu ambayo ni coordinates ambazo wewe upo, ushaelewa, inakuwa inatoa taarifa kulingana na coordinates. Okay. It means Watanzania first au sio? Ni ya Kiswahili tu, ukiangalia hapa unaona ni Kiswahili kabisa. Yaani hamna Kiingereza. Hapo mchana inakuwa inajua, usiku ina switch inakuwa ya blue, inakuwa na mwezi. Kwa hiyo sije kuingia usiku kuona rangi imebadilika. Okay. Ndivyo.
Kingine pia ningependa kukuuliza, wewe ni mwanafunzi umesema unasoma IT hapa DIT. Je, pia tungependa mtu mwingine kama wewe ambaye anasoma IT ndo mwaka wa kwanza amekuja, anapenda siku moja wewe mtu kama wewe ambaye anaweza akaplani atengeneze mfumo ambao unatatua tatizo lote katika jamii ambao saizi anaishi au katika jamii aliyotoka. Maybe umetoka mkoani, kuna tatizo moja huko umepitia, lakini unaweza kulisolve kwa kutumia mfumo na unasoma IT. Je, unamshauri nini ili na yeye siku moja awe na uwezo wa kufanya kitu ambacho pengine wewe umekifanya au bado na wewe unastahili ufike sehemu nyingine? Cha kwanza mambo hayaeleweki, yani sio lazima upate perfect idea, shida ni execution. Yani itabidi ukipata wazo lolote fanya, kwa sababu yani kuna wengine wanakimbilia kutengeneza mfumo kwa ajili ya yani lengo la kwanza akilini inakuwa nini? Hii itakuja kwa kampuni kubwa au itakuja kwa yani usiwe na expectations kubwa. Yani ukipata tu idea ndogo, fanya, execute, host, angalia watu wanavyo react. Kwa hiyo ukiwa unajaribu vitu vingi unakuta ndio unavyojua yani unapoona direction ya kwenda unapoelekea. Lakini kifupi ndio ideation ni ngumu, lakini wewe angalia tu kwenye maisha yako kila siku kitu gani ambacho kitakukera au kitu gani ambacho kwako ni tatizo ambalo pengine unataka kufanya watatulie. Ukishajua basi pata idea. Okay sawa. Lakini pengine pia ningependa, mtu anaweza akawa na idea anapitia tatizo fulani katika jamii au kila siku yeye anaipitia, lakini hajui pengine aanze vipi, aanze hatua gani katika kutengeneza huo mfumo. Si unajua tunaongea in technical way. Wewe si ni IT, unaweza kumshauri IT yoyote jinsi ya kutengeneza mfumo wowote, au ukiwa na idea ya kitu chochote unavyotaka kufanya, ufanye hiki kwanza, hiki na hiki, end of the day tunapata system. Yani aanze na nini kama IT, unamshauri si ni IT. Kwa mshauri IT ambaye amefika mwaka wa kwanza saizi, hajui ndo kwanza utakuta mwingine hayuko familia na kompyuta, lakini kwenye jamii aliyotoka anaziona. Anataka sasa ajue, watu wengi tunajua wanapenda, utakuta mtu ametext Chemotech au OpenTech anataka kujua jinsi ya kutengeneza website, mifumo, vitu mbalimbali. Je, anataka aanze from scratch, unamshauri nini the best, aanze kufanya nini? Cha kwanza angalia wapi atakapo base, kama unataka ku base kwenye web au unataka ku base kwenye mobile apps. Kwa base kwa sababu kusema kwamba hii na mobile app tayari. Unaweza ukaenda kwenye anga yetu.online/app ukaidownload. Lakini pia ukishajua wapi ubase, mfano kwenye web kwenye nini, unaenda moja kwa moja, unaenda all in, kwa sababu ukisema ujiganye ni uende kote kwenye, kwa sababu hata mimi kwenye app sikutumia kwenye app. Tafuta mtu ambaye anajua akafanyaje akaniproduce kitu vizuri sana kwenye web au kama taka pesa kwenye web. Unaweza kuanza na languages kama za frameworks bar, yani vitu rahisi, lakini kama unataka kujua tunatumia vipi HTML, soma CSS, JavaScript na backend yote, mfano unaweza kutumia Python au kutumia PHP. So nimesema kumention ni mfumo unatengenezwa kwa HTML, CSS, JavaScript. Okay. Nadhani tumeweza kupata kitu chochote kile, hata kama hatujapata vyote ambavyo tulikuwa tunategemea, lakini tumeweza kupata mwanga. Unaweza kufanya nini? Kwa mfano kama wewe ni IT mwaka wa kwanza, end of the day unataka uwe mtu wa system, unatengeneza system, unafanya nini software, because dunia sasa inakwenda, tunatoka kwenye analog tunaenda kwenye digital. Kwa watu wa IT tutahitaji kidogo sana kwa kama unawiwa sana kujua, unaweza kumcheki hapo Chemotech au cheki OpenTech. Pia kuna Medi hapa, ni mtaalamu leo ndo alikuwa na showcase mfumo wake uko vizuri by the way. Kwa kama unataka uangalie upoje udisplay, tutaweka link kwenye bio hapo chini, inaitwa angayetu.online au unaweza kusearch angayetu Google moja kwa moja, link ya kwanza ya juu unaingia. Alafu pia ili watu wasiwe na shida, kwa sababu unaweza kaona labda baadaye nikaja switch kwenye paid. Hapana, huo utakuwa ni free. Ilikuwa ni free kabisa, kwa sababu mwenyewe natumia API ya open source. Kwa hiyo siwezi nikachaji mtu hela. Use it for free. Mwingine ukimwambia API hapo ameshakuwa confused API ni nini. Lakini bila kupoteza muda ni kwamba hivi vyote vitu ambavyo wameviongea tutacollaborate, tutaangalia namna ya kumfaidisha Mtanzania yoyote, kwa sababu ipo hivi. Materials nyingi au online tutorials ambazo zipo online YouTube nyingi zipo katika English language. Utakuta mtu unataka ujifunze uwe deep zaidi, lakini vitu vingi resources so familiar na language yako, lakini tushaiona hiyo tatizo. Hata sisi tunavyoanza first year ilikuwa ni problem, lakini hatutaki kila mtu apitie hiyo tatizo. End of the day tushaweka plan, tutakuja na tutorials za kutosha. The way utakapoanza, utaka kutengeneza mifumo, uanze vipi, upite wapi, usome wapi, ufanye nini, ujue wewe utafiti wapi, kwa sababu the first unavyoanza unaweza kusema mimi nataka niwe mtu wa system, lakini ujui katika system ukiingia wewe utafaa kwenye front end, kwenye back end au wapi. Lakini bila kupoteza muda Kutoa disclaimer, taarifa zinaweza zikawa ni
Si unajua tunatumia third party, tunatumia vitu vya open source vya nje. Kwa hiyo sio 100%, labda japokuwa taarifa zinatoka ni tusha prove ni 100 kwa sababu tulijaribu kwenye kama Dar es Salaam tujaribu tukaona leo mvua ikaisha kweli. Lakini ili upate second confirmation, ukishacheki kwenye anga yetu unaenda kwa Tanzania Meteorological, ile ya hewa Tanzania taasisi kuu, ndio unaangalia na kule ili ujiridhishe, kwa sababu wale ndio wana marada na manini. Sisi tunatumia rada za open source. Okay, bila kupoteza muda, je, mtu akitaka kupata ushauri zaidi au ajue zaidi mfumo wako ulivyotengeneza, amewewa, patie social media account zako. Instagram ndo nimefungua mpya, lakini unaweza kumcheki Kametech, unaweza ukacheki OpenTech, ni OpenTech na mwenzako ni Kametech. Kwa hiyo unaweza ukacheki yao au ukacheki Instagram account yangu ya Secure Shield ambayo nimefungua juzi, ina followers 300. Ndio nataka kupanga kuendelea kupost. Bila kupoteza muda, welcome to the next session.